Daktari samani, naomba nikuulize nifanye nini ili nipate mapacha? Inawezekana na wewe ni mojawapo ya kina mama ambao wanahitaji kuwa na mimba mapacha. Wanapenda siku moja waje jifungue watoto wa mapacha. Hata kama huna historia ya kuwa na mapacha au kwenye ukoo wako kuwa na mapacha katika maisha yako, unahitaji kuwa na mimba mapacha. Je, hili jambo linawezekana? Karibu kwenye somo tujifunze kwa pamoja kama kweli inawezekana. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ili uendelee kupata update za afya za kila siku. Lakini pia kama utakuwa na swali kuhusiana na afya, kuhusiana na afya ya mama mjamzito lakini pia na mtoto mchanga, unaweza kuniuliza hapo chini na nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Sasa tunasema kama mimba ya mapacha au kitaalamu huwa tunaita ni multiple pregnancy. Multiple pregnancy maana yake kuna kuwa na ufanyikaji wa kijusi zaidi ya kimoja kwenye mji wa uzazi. Kwa sababu kwa kawaida huwa ni mtoto mmoja au kijusi kimoja ambacho matokeo yake huwa unakuja kujifungua mtoto mmoja. Hasa unapokuwa na zaidi ya mtoto mmoja, inawezekana watoto wawili, watatu, wanne, huwa inaitwa multiple pregnancy. Sasa kwa sababu kwa asilimia kubwa, asilimia nyingi ambazo huwa inakuja kutokea ni mimba mapacha ambao wanakuwa ni watoto wawili au vijusi viwili kwenye mji wa uzazi, ndio maana tunaita mimba mapacha au tunaita kwamba ni twin pregnancy. Twin maana yake tunasema kwamba ni mapacha wao wanakuwa ni watoto mapacha ambao wanakuwa wawili. Hasa tuna aina kuu mbili za mapacha, ambayo aina ya kwanza tunaita kwamba ni monozygotic twin kitaalamu, ambao monozygotic twin kitaalamu tunasema kwamba kwa jina lingine inaitwa identical twin, ambao tunasema kwamba wao wanatokea kwa asilimia ndogo sana, kwa asilimia 20. Maana yake tunasema kwamba, na hii inatokea katika mimba, kwa mfano zikiwa kuna mimba 250, basi unakuta mimba moja ndio hiyo kwamba wanakuwa ni watoto mapacha ambao wanakuwa kufanana, ambao matokeo yake huwa wanafanyikaje nadhani nishawahi kuelezea, lakini kiufupi tu ni kwamba yai moja la mwanamke ambalo limetolewa huwa linarutubishwa na mbegu moja ya kiume, lakini mwisho wa siku baada ya vipindi fulani inagawanyika na kuweza kutengeneza mapacha ambao wanafanana, ambao tunaita ni monozygotic twin. Lakini pia aina ya pili inaitwa dizygotic twin, ambao tunasema kwamba ni fraternal twin au tunaita non-identical twin kwenye maneno tu ya Kiingereza, ambao tunasema kwamba hawa huwa wanatokea mara nyingi zaidi kwa asilimia 80, na tunasema kwamba wanatokea, kwa mfano labda kulikuwa kuna mimba 80, anaweza katokea mimba moja. Kwa hiyo ina maana kila baada ya mimba 80 unaweza kukuta kwenye mimba zile 80 inakuwa ni 1:80, kwa maana kwamba kila mimba 80 nakuta mimba moja inakuwa ni mapacha ambao sio wa kufanana. Mimi leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na mambo gani ambayo unaweza kuyafanya na ukaweza kupata mimba mapacha ukiondoa zile sababu za kiasilia. Lakini cha kwanza kabisa nitazungumzia visababishi vya kiasilia ambao vinaweza vikapelekea mtu akapata mimba ya mapacha. Jambo la kwanza kabisa ni lesi, yani mazingira ambayo huyo mtu yupo. Tunasema kwamba kwenye kusini mwa jangwa la Sahara au Sub-Saharan Africa ndio watu ambao tunaongoza kwa kuwa na mapacha. Maana tukizungumzia Tanzania, tukizungumzia Nigeria na nchi nyingine ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa mapacha wengi ambao wanapatikana hapa duniani wanapatikana Sub-Saharan na sehemu moja ambao ni kusini mashariki mwa Nigeria. Kuna kabila moja ambao linaitwa Yoruba, ambao wao kila mimba 1000 basi wao wanaweza kupata mapacha kwenye mimba 50. Kwa kila mimba 100 wanapata mapacha mimba 5. Kwa hiyo hii inaonekana kwamba wao wana uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupata mimba za mapacha. Lakini jambo la pili ni kurithi kiasilia. Maana kunakuwa mtu anaweza kurithi kutokana na ukoo wake, labda amezaliwa mwenyewe ni pacha au amezaliwa kwenye mimba ambazo amezaliwa kwenye ukoo ambao kuna mapacha wengi. Kwa mfano tunasema kwamba wale ambao watoto wa kike ambao ni mapacha au ni pacha anaweza kujifungua, ana uwezekano mkubwa kuweza kupata mimba ya mapacha. Hasa tunasema kwamba uwezekano wa kupata mapacha kwa upande wa mwanamke huwa inakuwa ni 1:60. Maana yake unapokuwa na mimba 60, mimba moja inaweza kuwa ni mapacha, ambao ukilinganisha na pacha wa kiume. Kama wewe ni pacha wa kiume, uwezekano wa kupata mimba ya mapacha unakuwa ni mdogo sana ukilinganisha na wale mapacha wa kike. Kwa hiyo yule mama au dada ambaye amezaliwa kwenye au ni pacha au amezaliwa kwenye ukoo ambao kuna mapacha wengi, ana uwezekano mkubwa sana kuweza kupata mapacha. Lakini pia jambo lingine ni umri. Mama yote ambaye anabeba mimba katika umri mkubwa, labda kuanzia miaka 30 mpaka miaka 35, ana uwezekano mkubwa kupata mapacha, kwa sababu anaweza katoa mayai mawili
katika mzunguko mmoja, ambayo mayai mawili katika mzunguko mmoja yanaweza kurutubishwa na mbegu mbili tofauti, na mwisho wa siku akapata mapacha ambao hawafuatani, ambao tunaita kitaalamu fraternal au non identical twin. Lakini pia sababu nyingine namba 4 ni mama ambaye amejifungua mara nyingi. Mama ambaye amejifungua zaidi ya mara 5 ana uwezekano mkubwa sana kuweza kujifungua mimba ya mapacha. Maana kwa mama ambaye amejifungua mara chache au mama ambaye umri wake ni mdogo, miaka 25, miaka 23, 22, hana uwezekano mkubwa kuweza kupata mapacha kulinganisha na wale wenye umri mkubwa kama miaka 30, miaka 35 ambao wanaweza kutoa mayai zaidi ya moja katika mzunguko wao mmoja na kuweza kupata mimba ya mapacha. Lakini jambo lingine ni wajawazito ambao wana mwili mkubwa na ni warefu, ambao wamejazia, wana nutrition nzuri, mara nyingi wanaweza kupata mimba ya mapacha kulinganisha na wanawake ambao ni wafupi na wembamba. Mwanamke ambaye ni mfupi hana BMI nzuri kuanzia labda 30 kwenda juu, hana uwezekano mkubwa kuweza kupata mimba ya mapacha. Kwa sababu kwa mfano kama ile kabila la Yoruba, wao wanatumia sana viazi. Vina homoni nyingi sana za phytoestrogen. Kuna baadhi ya tafiti zimeonyesha kwamba inaweza kupelekea mtu akapata mimba. Sababu nyingine inawezekana ni matumizi makubwa ya maziwa. Kwa mfano watu wanaokunywa sana products za maziwa kama hizo yogurt na maziwa fresh na vitu kama hivyo, wanaweza uwezekano mkubwa sana kuweza kupata mimba ya mapacha, kwa sababu kunakuwa na homoni nyingi sana ambazo zinaweza kupelekea hali ya kupata mimba ya mapacha. Kwa mfano hizo tunaita insulin like growth factor, ambazo zinaweza kupelekea mtu akapata mimba ya mapacha. Lakini pia tunasema kwamba ukija kwenye uhalisia kwamba baadhi ya tafiti zinakataa kwamba unywaji wa maziwa na hivi viazi, of course viazi vinaweza vikapelekea kupata mimba ya mapacha, lakini unywaji wa maziwa baadhi ya tafiti zinakataa kwamba haiwezi kupelekea mimba ya mapacha. Kuna wengine wanasema kwamba matumizi ya folic acid yanaweza kupelekea mtu akapata mimba ya mapacha, lakini baadhi ya tafiti zinakataa na zinasema kwamba hamna uhalisia wa hayo mambo. Hasa mambo makuu mawili ambayo nataka nizungumzie ambao unaweza kuyafanya na ukapata mimba ya mapacha yakaongeza uwezekano wa kupata mimba ya mapacha kwa 20% mpaka almost 40% ni matumizi ya dawa za kuivisha mayai. Kuna dawa zinaitwa clomiphene citrate au kuna dawa nyingine zinaitwa gonadotropin, ambao ukipata hizi dawa mara nyingi zinaweza kuwezekana kwamba kuivisha mayai zaidi ya moja na kuweza kutolewa katika mzunguko mmoja, na mwisho wa siku kama ikitokea mayai haya yakarutubishwa na mbegu mbili tofauti za kiume, mwisho wa siku unaweza kupata mimba ya mapacha ambao hawafanani. Lakini pia jambo la pili ambalo unaweza kufanya ni kwenda kufanya in vitro fertilization. Unajua kwamba kutokana na ongezeko la sayansi na teknolojia, kutokana na hizi assisted reproductive technique, ambao unaweza kuchukua yai kwenye mfuko wako wa mayai wewe mwanamke, ukachukua na mbegu ya kiume ukarutubisha maabara. Baada ya kurutubisha, kile kijusi kienda kupandikizwa kwenye mji wa uzazi, na mwisho wa siku endapo kama umechukua vijusi viwili wakaenda kuvipandikiza, vitatengeneza mwisho wa siku matokeo yake ni kwamba unapata mimba ya mapacha. Kwa hiyo hizi ndio njia ambazo kiuhalisia unaweza ukapata mapacha hata kama huna historia kwa na mapacha au uko katika mazingira ambayo unaweza kupata mapacha. Kwa hiyo jambo la kwanza ni matumizi ya dawa ambazo zinaweza kaivisha mayai, ambao tunazungumzia hapa. Kuna clomiphene citrate, lakini pia kuna gonadotropin. Tunasema kwamba clomiphene citrate yenyewe inaweza kaongeza uwezekano wa kupata mapacha kwa 5 mpaka 6, ambayo sio asilimia nyingi sana. Lakini pia matumizi ya gonadotropin au gonadotropin therapy inaweza kaongeza kwa 20 mpaka 40% ya kupata mimba ya mapacha. Lakini pia kama umeshindwa kutumia hizo dawa au umetumia hizo dawa hujapata mapacha, unaweza ukaenda kwenye sayansi na teknolojia ambayo ni gharama, lakini pia kama una uwezo wa kuwa na una fedha za kutosha, ukafanya in vitro fertilization. Maana yake ukatoa yai lako na mbegu ya mume wako zikarutubishwa maabara, wakachukua vijusi viwili wakapandikiza, na mwisho wa siku ukapata mimba ya mapacha. Lakini tukumbuke kwamba mimba ya mapacha huwa inakuwa na complication nyingi. Nadhani ambao wameshawahi kupata mimba ya mapacha wanafahamu ninapozungumzia kwamba changamoto nyingi za mimba ya mapacha. Kama utakuwa na swali, unaweza kuniuliza hapo chini na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu. Lakini unapokuwa na hizi sababu za kiasilia, halafu kaongeza na matumizi makubwa ya hizi dawa za clomiphene citrate au dawa za kuivisha mayai au kuivisha mayai na zikasababisha mayai mawili au zaidi ya mawili kuweza kutoka katika kipindi chako cha ule mzunguko mmoja, na mwisho siku ukapata mimba ya mapacha, inaweza ukaongeza uwezekano wewe kupata mimba ya mapacha hata kama huna uasilia wa kuwa na mimba ya mapacha au hujawahi kuzaliwa au wewe mwenyewe sio pacha.